guys, we're here to talk about journalism, yeah? So tunajua lately sisi wote tumekuwa journalist because a lot is happening, yeah? So sisi wote tuna report every time. Sisi wote ndo tunapeana habari kila wakati. So there's a lot of fake news going on, you know, here and there you see something and you're not sure as this really happened. So leo tuko hapa tunataka kuchambua, tunataka kuambia how will you know if this is true and if this is fake, yeah? So with me here is the three musketeers and me, join us as we tell you what you should be looking for to know if it's really trending or is it just clout. Welcome guys. Yeah. Karibuni na msinyo chai. No. Karibu. Tunawapea tea. Oh. We spice tea. Aya, ni sawa basi. Mimi by the way nimesikia story fulani hapa ya the sleeping prince. What's that? The sleeping prince ni prince, kuna prince like maybe 20 to 25 years ago aliingia in a coma. Okay. Lakini nimesikia news, nimeona social media ati aliamuka after 20 years. Alikuwa amelala 20 years. Kwa nini sleeping beauty? As in ilikuwa alipata accident. Oh, okay. Alipata accident akaingia in a coma. In a coma so the father years. never gave up on him. Okay. So juzi nasikia ameamka. So mimi sijui kama ni fake news ama ni real news. Umeona wapi inalipenda source yako. Unajua Mungu ndiye alikuwa ameweka life yake full stop, so akamweka in a coma. Yo, yes. So ukipata news kama hiyo unaweza differentiate aje kama hiyo news ni Source inadepend ni real ama ni fake. Juu nimeona wase wengi by the way wakiongelea hiyo story kwa Twitter, especially kwa Twitter. Okay. Hadi nikaenda kwa Google nika Google that the sleeping prince. Nikaona the post yenye iko kwa Twitter ndio pia iko hapa kwa Google. So sijui kama ni ukweli ama ni uongo. Uliza Grok. So Grok, Grok is this true? Ai, sijui sasa maneno na Grok. How confirm? Lakini Grok is better than nini? Any source. But itatoa information wapi? Itatoa information uko kwenye wewe unaweza kwenye alitafuta Google au. Maybe inaweza toa information huko ama pia ipeane the previous information. Yeah, before. The previous information before this day. So how do you differentiate between a fake news na news real? Mutugi? Mimi for one, mimi kwanza niliamua kupiganga mdomo mbele ya kamera. So I have to be very careful na vile naangalia news. Yes. So kama sio kitu ambayo imeongelewa na unestablished media station yenye iko na leseni. Kama ni huku Kenya maybe Citizen, NTV, magazeti kina The Star, Standard, Nation. Kasi story iko kwa gazeti, mimi huwezi sikia na hiyo ongelelea. Ni normal. Ama story iko kwa media with a source. Sio mimi nakuja na story. Hiyo story kwa mtu mwingine alikuja nayo. Kuna mtu anakuja nayo, so mimi kitu nafanya ni kuiongelelea. Number 2, mimi siongeleangi story kile na trend. Unaongoja? Nangoja kwanza moto kwanza ipande, alafu sasa ikishapanda iko kwa mdomo ya kila mtu. Sasa ndio naingililia. Ndio nisijipate bwana nimepiga. Utaki kutrend nayo. Mpiga sio ngumi, inaitwa mpiga kichwa ukuta. I know what you know what I mean. Sitaki niambiwe ati nilipiga ukuta. Ushapo kwetu kuna ukuta mingi sana. Sijakuja Nairobi kupigana na ukuta. So kuna hiyo ya kuangalia media station. Then pia kuna trusted sources. Unajua zile trusted sources. Okay. Kwanza kama hapa Kenya. Trusted sources kuna nani? Trusted sources. Me feel naweza trust kitu Cyprian Nyakundi ameweka. Okay. Na feel ni kama kuna hizo connection. Yeah. Au wengine wanakuja na information sio sana, unaweza ona gaida amepost kitu lakini mimi feel yes anaweza kuwa ni kwanza especially kitu ya Albert Ojwang niliona na gaida kwanza, but mimi nikatulia kwanza ningoje kuona venye kunaenda, ndio sasa nikishaipata from a verified media house nitajua. But later ikakuwa pia ilikuwa Nyakundi pia alikuwa anafuatilia. For me I trust Nyakundi more than any other online blogger because I feel ni kama Nyakundi ni kama anakuwa na system poa sana, kuna watu kwa ground, watu wanampea information. So unafikiria peke yake ni kama ni media station in itself in his own way. Pia number 2
kila kitu yenye unasikia online you take with a pinch of salt. Mimi ni mtu nikisikia tu kitu hivi siruki. Lazima nipate the facts, nijue nini. Lazima kuresearch. Usikue tu ule mtu wa ku. Yeah, have your facts straight. Unaambiwa ati nilisikia na fulani. Sio vizuri kusambaza rumors. Otherwise utasikia venye Boni alisikia. Unaambiwa nilisikia weka moto. Tuanze kuuliza ma-abductors where you gay. Maana hatutaki hiyo. Lazima verify information. Ungoje kwanza kutulie kiasi. Usikue wa kwanza alafu kuchangamkie cause pia wazee wana huruma. Alafu kuna pia wanaitangwa aje propagandists. Yeah, watu ya ku propose propaganda. 527. So pia kuna wale ma-propagandists anaweza kuwa kuna propaganda yeye anataka kutuletea na wewe tu unaichukulia juu. Alafu upate umedanganya wase na Wakenya wapendi uongo by the way. Yeah. So that's how I know kama information ni reliable ama si reliable. Alright. So Mesha unajuaga aje information is real ama fake? Severally kwa time just sometimes huwezi kutrust the mainstream media 100%. Yeah. Juu for some time tumeona wakikuja backtrack on the news wakisema we are sorry, we say this and this, then wanna go back to whatever they take it back. Yeah, they take back whatever they reported back. So mimi chenye naangalianga ama station yenye naangalianga mostly ni KTN. Nikiona na KTN, na KTN sometimes wana go on point. Nikiona KTN ishachapa yake, nasema na kama confirm na Citizen. Then una rate your information. So what you can take that still with a pinch of salt. Most of the time hizi maneno manzi. Kwanza kwenda kunini comment ama kupost like on the post you wanna post maybe sana Twitter. Most of the time hiyo kitu ina nini nataka kama kuna influence pia. It's very dangerous sometimes kama uja confirm. You have not verified the information. You get crucified. Juu unajua msee akiona uko na following wakubwa na umepost content yoyote huwa ana assume hiyo content ni ukweli. So ana amplify. So amplify inafikia so many people. And the more inaenda kufikia so many people, the more ina attract attention. So if it is something fake, unapata wewe ndio ulianzisha. Wewe ndio ulianzisha na you be accountable to it. Kwanza kweli ni kuslanda mtu. Yeah, ni kweli. Mostly musicians ama nini? Mtu atakusio tu na labda na kitu. Yeah. Yo. So Shaz, how do you know a news is fake or real? Well, me, one thing for sure, I'll agree with the source, just know your sources. Like, kuna ile information unaweza trust. Like, okay, right now, I don't think I would say any blogger is someone I could, actually think that thing is true because you find like something is trending, but it's just for somebody's benefit, So unaweza pata like you believe something is happening and then it's not happening. It's just created as a factor just like that. So me, I'm a traditional person. Like I know digital media is everything right now, but I feel like for the sake of authenticity, I trust the old media. If something is on the newspaper, then sure. I can start from there, yeah? If something is broadcasted on TV, I can start from there. Because right now, you just have to be careful on who you believe. Because sababu, tunauza sell kila mahali. Yeah. So I feel like you should be careful with your source. The people you follow, the people you're picking stuff after. Because at the end of the day, Mutugi akitrendisha kitu, Mutugi ndo atatafutwa. Honestly, na kuna mwingine alikuwa ameiongelea hapo mbeleni. Lakini they won't care. They won't care juu. Waliona wapi? Walikuwa wameiongelea, alafu sasa juu Mutugi kuna a huge following, akai-amplify. Yeye ndo ame-influence. So kui-amplify, so yeye ndo anajipata mashakani. Yeah. So just trust yourselves, manze. And anything you're saying right now, like Kenyan side ko emotional. Unajua hivyo? Yeah, very emotional. Like you could actually start something so small to trigger. And then upate tunafanya crazy things. So anything you start right now or you
you're saying out of your mouth or tweeting or writing, just make sure you're sure of it. Ni kweli, ni kweli. Because a Kenya side go emotional to a point. It takes something so small to send us wild. We react. Yeah, so tuna overreact yeah. actually. Yeah. So it's to overreact. Yeah. It's way beyond overreacting. So I feel like your sources are important. Just know, because we've seen e-magazines wanna print fake news Yeah, all yeah, over. yeah, yeah. So you'll find that something you believed happened has not happened, and then you uanzishe kitu hautaweza kumaliza. Do not start what you can finish. Do not. Yeah, ni kweli, ni kweli. Yes. So for me nikiona any information kwa social media, nataka kujua ni how many people have posted the same information. Okay. Yeah. Alafu nikijua how many people have posted the same information, juu unajua kuna wenye they can be gathered to spread the propaganda about that information. So naangalia je, who is more reliable? Okay. Yeah. So nikijua this source is more reliable than this one, so najua which one is true. Alafu pia nategemea pia nini, the national media. Yeah. Obviously siku hizi almost kila mtu anawatching Citizen TV. Yeah. Yeah. So that's the main source of information. Lakini pia siku hizi wako na propaganda by the way, especially the last election kulikuwa na so many propaganda. People were picking sides. People they were picking side. I feel like as a journalist you should not pick sides. Yeah, ni kweli. Lakini this time tumeona social media watu wote wamekuja pamoja, wakaacha ukabila, wanataka wa focus on something. Yeah. Na maybe this could be a start to something special, by the way. Yeah. Yeah. But una feel pia at the same time. Unaweza sema hiyo traditional media bado kuna wenye who let down sana. Yeah. You feel ukikompare venye acha nisiseme a specific media station, lakini venye media za Kenya zo report something as compared to hizo media stations zingine za majuu. Yeah, international. Na feel bado tuko chini sana. By the way tuko chini by the way. Like tuko mbele. Kwa sababu mzee ni journalist. Yeah. Ako kwa ground ana report live. Yeah. Na sasa hapo msikilizaji, tuko hapa, tumekuja hapa kwa ajili yako. Wewe unaniambia umekuja hapa kwa ajili yako. Niambie nini kwa hapo? Niambie sijui ati mlisikia milima na mabonde mkafanya nini. Na vile ngi wana overdo. Like buying time instead buying time, telling the relevant. Aya. Irrelevant information. Badala ya sisitiza na information yake, anasisitiza na jina. Unasikia mtete yeye ni wajoroge. Wakamodho. By the way, jina mbona huwa anaongea hivyo by the way? Because masikiza redio za Kikuyu wenyewe umomari twani joroge. sasa Wagadhua. Shaba. No kwa yama. By the way, bola by the way journalist huwa wanavuruta hivyo. I feel like Ni kusisitiza ama? Not really, but me I feel like tunafunzangwa inaitwa nini, like hiyo kupea credit to the source of the information. So sio ni kupea credit to the reporter of the information. Yeah, you're stressing. Lakini hiyo stress inakuwa na shida mingi sana. Lazima ni attribute. Sasa utajua jana nimekupa information. That's why you remember me, because I'll insist. But pia research ya me feel hawakwangi serious na research. Me kama sasa nimefanya ama researcher by the way by profession. So nimekuwa najua ku research, najua kutafuta hata kama si kutafuta news kwa ground. Yes, nishaitafuta news kwa ground. Acha pia venye karibu kamera yangu iwawe. Yo, okay. Story for another day. So kuna time nilikuwa najifanya msewa kutafuta news kwa ground, nazunguka na kamera nini na picha. Nilikuwa nafanya more photojournalism. Okay. Venye niliona nitapoteza kamera, ikabidi niondoke. Yo. Lakini at the same time pia hizi research zingine za kuangalia kama ni verified sources. Unajua pia kuna zingine utapata maybe una rely on research ya msee mwingine. But una feel most of the media Kenya hawafanyi yenye inafaa. So far, for example, unaweza sema nani stand out journalist kwako kwa Citizen side?
Yo. mwenye anafanyanga Reporting, ama Sam Gituku Gituku na Yvonne Okwara I think. Yvonne Okwara. Pia mimi upenda Yvonne Okwara but sana kwa kuinterview kuelezea kitu. You feel like she's Tara. She's there atakuelezea kaa tichadi. Kwanza kuna time nyingine hadi unasikianga tu kuriwaya tu mwambie teacher sijaelewa. Because ako like ABC you atakupa hizo details. Then kuna huyu jamaa anaitwa Brian Obuya. Huyu mwenye anapiga hizo documentary za nini? Kwa nini? Mada tips. You were NTV. Na feel anafanya kazi poa sana, anaturudisha back to the days, anatukumbusha kina Jichopevu. Anatu take back to those days. Siku hizi majournalist wamekuwa tu lazy, hawataki kufanya kazi. Wakishabaki kidogo na politician wako sawa. Because I feel maybe okay, acha niwatete. I mean it's the digital media cause at the end of the day kitu ki pop up hivi mchana mimi na tushajua sana nani. So like jioni I feel like when editing the broadcast like they don't feel the need to be deep into it because you already know. It's like they're reminding you. I suppose they assume sisi wote tumeona hiyo kitu. So it's just a reminder that this is happening. Hapana, ifai kuwa hivyo. Ifai kuwa hivyo ati reminder, ifai kuwa hivyo kabisa completely. Wanafaa wapeane the full story. Vile ilitokea from A to B ama from A to Z. Inaumini. Vile inafaa juu obviously kama saizi wataripoti saa moja then saa 3 tena. Saa 3 obviously inakuwa longer kushinda saa moja. Na Kenya na feel nini there is a difference between nini media stations za Kenya na US. For example kama US they don't fear their politicians by the way. They have that freedom. Wako na that freedom. Here we don't. Lakini huku Kenya like hatuna hiyo freedom by the way. Sasa lakini hiyo si shida ya journalist. The fact that hatuna freedom in journalism. Hapana by the way wanafaa it's not an us problem. They need to wake up by the way. Wanafaa waamke. Shaz, unaweza kuwa journalist sahi. Upige story moja noma, expose, hatari. Yaani ile game changer. After ni rambe yangu. Hata acha kukuramba before hata kikurambe. Wewe upatane na editor. Hey, Shaz. I can see you're doing a very good job. Lakini you're working very hard but now hii story hiyo umeuza mlima hii hatuwezi. Sure. Story yako inakanyagiwa. Hata utaitoka block juu. Zile story unafanya ni zile story nyeti. We don't like authentic. Ama unaguza watu wenye hawafai kuguzwa. Hapana guza mlima. Wenye hawataki kuongelelea. Sasa hii nini? Kenya journalists wanatoka Kenya wakienda majuu. Yeah, I mean and they do well up there. Wanatoka waende kunje so they have the freedom to write whatever kama Larry. He talks to power. They say something as it is. Yeah. They don't fake anything by the way. Mimi naonanga kwa journalist wanaweza niua. Ndio. Especially investigative, you would disappear. Tunafaa pia mjue like the owners of those media houses. Friends to the That I feel like that's so, what we forget. Ama si ati friend, they depend on them. For example, kama nini? Kama adverts. Wana depend kwa adverts, wanapewa adverts, wanalipo, unaona? Yeah. So hivyo so there's no way we'll get the truth. That's why I'm telling you it's not an us problem because if I work for you, I'll have to be doing things the way you want. And but even if I don't work for you, I can be working with you because that's what freelancers do. But media is not working for the government. But I'm saying the people that own media houses are in the government. Most of them. Like we can like 90%, I can tell you like a lot of radio stations that are owned by politicians. So, and if they are not, they are working with politicians. And that's what I'm telling you. If I'm working for you, I'll have to do things your way. And I could not be working for you, but I'm working with you. Kama staff freelancers, that's what they do. Independent journalism, hebu tuambie something. Sa independent journalism ni kama out. Like kama freelancers akitafuta news inaenda wapi? Kwa radio station ya Mutugi, kwa TV station ya Mutugi. At the end of the day, when I pass that feature to you, you and your editor are going to do the thing. Kuna hawa wengine, let me give an example ya huyu jamaa anaitwa John Allan Namu. Unamjua? Yeah. So John Allan Namu actually sijui mbona hiyo jina ya nini channel yake inanisahau because yeye anafanya freelance media. African Uncensored. African Uncensored. Okay. So yeye anafanya freelance media
na of course yeye vitu zote zenye anafanya anapost online unless maybe kama kuna any media station inataka content yake watamu nakumbuka kwanza yeye maisha magic wanachukua content yake nakumbuka yeye ndiye alifanya ile expose ya fertilizer hiyo kampuni yake fertilizer scandal yeye ndiye alifanyanga na bado ukapata bado kinamuramba sana actually hata nakumbuka time ya maandamano ya Gen Z kukisemekana sijui anafandiwa na nani kuna one of the organization ilikuwa ina Ford Foundation wakasema Ford Foundation ndio inawafund. Mimi shida yangu ni is it an issue of funding or an issue of telling the truth? Then number 2 na feel in as much as kumekuwa na sasa kama unajua kama ni digital unahitaji those numbers followers wengi. Most journalists forget that instead of chasing news to inform people, give them news, wana chase clout. Na wanaenda report the wrong thing. So kuna hiyo clout chasing versus kufanya the right thing. And then there's just the aspect that you want people to see you're doing it. Wewe ndo ulikuwa na hiyo story kwanza. Ni kweli. Yeah. So I feel like their motives are so wrong too. Kujenga jina yani. I mean, at the end of the day, tukifunza journalism tunaambiwa it's for the purpose of informing. Yeah, but you're not doing that. So how are you a journalist if I cannot inform, if I cannot tell you what is happening out there, if I cannot exercise that freedom? Then I wouldn't really be feeling like a journalist. At the end of the day, I'll just be a sellout. So I think we need to conclude this conversation. We have a journalist, Amani Jonah. Jonah ndio anafaa atupe parting shot. Yo! Yes! You guys, Senator Jonah, okay? Jonah by then I'm a member of the press. She's Charles and she's a Jonah. And I'm a member of the press. Anyways, the point is we're just giving out a disclaimer out there, guys. Just know your sources, manze. Right now, we're walking on the edge. So just know your sources. Know what you're telling us. Where is it coming from? Because najua tumejichocha hatuogopi lakini at the end of the day, you know, tunaogopa. So before you trigger people, just know what you're saying is true and you can prove and stand with it that this is really happening, yeah? So be careful of your sources. Yeah, and always speak truth to power. Don't be afraid to say the truth. Yes. We, Mutugi siwaambie wa subscribe na watafute Tony Sport. Watafute hapo. Mtafute Tony Sport kwa YouTube, munitafute kwa TikTok Mutugi Anthony. Mutugi Anto kwa mtu mpaka ajue social handles zake. Na X. Ukinitafuta huko kwa sio kwa X yangu, kwa X Twitter. Na Red. Naambia usisahau comment bana. Usisahau comment, engage us, tell us what kind of content are we creating. Are you enjoying our content? What is it that we can do better? Na hata ukisikia kuturushia kitu manze, take up bill. Nitaiweka hapo chini. Bana, hapa tunahitaji masoda nini, badipima hekima ingeka. Bana. Anyways, guys, as we sign out, tuambie hapo ndani what was that fake news that you believed happened and then ukapata kumbe. Anyways, make sure you subscribe and look forward to our amazing content. Peace out.